ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, Baba ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikukaribishe kwenye neno la Mungu jioni ya leo. Tena tunalo somo linalohusu matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Amen. Hili somo kwa nini nalifundisha? Nadhani huko nyuma nimeelezea vitu vingi, na wale mliokuwepo Jumapili mliona Mungu alivyotuhudumia kwa matumizi ya maji kwa msingi wa kibiblia. Amen. Watu wamekuwa wakibeza habari ya mafunuo ya Roho Mtakatifu kwa habari ya mafuta, kwa maana ya kwamba kwanza tuelewe kwamba Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Amen. Na hivi vitu nitavifundisha mfululizo. Tumeanza matumizi ya maji kwa msingi wa kibiblia, na tukafanya maombi na tukamuona Mungu alivyotuhudumia, na hapa tutajifunza baadhi ya matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Nadhani Jumapili tunaweza tukawa na maombi hayo. Lengo ni kwamba watu wajifunze kwamba Mungu alichokiandika kwenye Biblia kinaishi. Anasema neno lake ni roho tena ni uzima, na yeye analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kama Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza, na sisi kuna umuhimu na ulazima wa kujifunza lile neno analotaka litimize. Sasa anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Ni lipi? Ni lile lililoandikwa ndani ya Biblia. Amen. Na siku zote huwa nawaambia, jifunzeni kulisoma neno la Mungu na kulipeleka kwenye matendo. Usihitaji kusomewa neno la Mungu akupelekee mwingine kwenye matendo. Akiamua kukupotosha kwamba hapa haiko hivyo, unaamini. Ila ukisoma mwenyewe na ukapeleka kwenye matendo mwenyewe, ukiyapata majibu, hata kama wengine wangesema hapana, ila kama wewe umelisoma neno la Bwana likakupa matokeo baada ya kulipeleka kwenye matendo, wajaposema uganga na uchawi, hautaamini, maana limekuletea matokeo mwenyewe. Amen. Ndicho kitu ninachong'ang'ana nacho katika ulimwengu huu. Kuna mawazo yamewakumba watu, wanasema kutumia maji kwamba habari ya maji ni uganga, ni uchawi. Wengine habari ya mafuta, habari ya leso. Tutaiuliza Biblia kama tulivyoiuliza Jumapili, na tukaona matokeo. Hatuhitaji kutembea kwenye matakwa ya watu. Wakristo wote duniani tunatembea kwa kuongozwa na neno la Mungu. Amen. 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 Nafasi zipo, ingieni. Amen. Si mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Tutafundishana mpaka habari ya leso. Njoni mbele, nafasi zipo, msiongeze viti, njoni huko. Mimi nashangaa tu vijana wa hapa, badala mtu hawa anakaa pale mlangoni, mimi ninapoongea ninahama kwenye somo, tunaharibu. Amen. Amen. Si mnanielewa vizuri? Mwe mnajiongeza, nakaa mtu mlangoni anawaelekeza vitu viko wapi. Mimi nikianza kuongea, maana yake tena ninaharibu ule msingi niliokuwa nao. Amen. Kwa hiyo tutajifunza hivyo vitu vyote vilivyoandikwa kwenye Biblia, lazima tuvipeleke kwenye matendo, na vikileta matokeo, wale wanaosema ni ushamba, si ni nini, ni uganga, labda wana Biblia yao wanaoisoma. Kwa mfano Jumapili ile jioni, tumeomba kwa habari, tumejifunza kwa habari ya maji, na kila mtu alitoka na maji yake nyumbani, na mchungaji hakuyashika. Kila mtu alikuwa na maji yake, na watu walifunguliwa kwa kiwango kikubwa. Je, huo ni uganga?
Huo ni uchawi. Kwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Na mbaya zaidi, kuna maandiko kwenye Biblia wanayachukulia ni ya Mungu, alafu mengine sio ya Mungu. Jamani, hii Biblia unayoiona hii, maneno yote yaliyomo humu, maandiko yanasema hivi: kila neno lenye pumzi lafaa kwa mafundisho ya Mungu, kuwafundisha wanadamu. Sasa utakapokataa mimi ninachokitumia kilichoandikwa humu, itakuwa wewe ndo mchawi. Wewe ni mpinga Kristo wa live. Kwa sababu watu wamekuwa wakihoji, labda mafuta wanayaombea wao, labda maji wanayaombea wao, wananua. Hatuamini. Lakini sisi Jumapili jioni kila mtu alikuja na maji yake kutoka nyumbani. Je, Mungu hakuwafungua watu? Amen. Amen. Nanielewa vizuri? Nanielewa vizuri? Usitembee kwenye mawazo ya mtu. Wewe kama Mkristo uliyeokoka, tembea kwa kuongozwa na neno la Mungu. Hata wewe unayetufuatilia, tembea kwa kuongozwa na neno la Mungu. Usifate mtu fulani kasema hili ni dhambi, eti kwa kuwa ana siku nyingi kwenye wokovu anaaminika, wanatembelea mawazo yake. Hatutembelee uzoefu wa mtu wa kuokoka, tunatembelea neno la Mungu. Kama huyo mzoefu aliyeokoka siku nyingi, kama anakutembeza kwenye neno la Mungu, anachokufundisha kimeandikwa, hapo unaweza ukakubali. Ila kama anasema anapinga bila andiko, huyo usitembee naye. Tunachotaka sisi, anachokikataa kwamba Mungu hajakisema, atupe andiko linalothibitisha kwamba Mungu hajaruhusu haya mambo. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Na leo tutaangalia matumizi mbalimbali ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Kwanza, mafuta ni nini? Mafuta yaliyoombewa. Mafuta ya upako, wengine wanaita mafuta ya upako, wengine mafuta ya nguvu za Mungu. Amen. Labda tu nikukumbushe, kwenye maji nilikwambia, kwa mfano kanisa la Roman Catholic wanasema wana maji ya baraka. Ulishawahi kuona wamepigiwa kelele? Hata Wakristo wao wanapiga kelele. Wamefundishwa na wakayaona kwenye maandiko yameandikwa. Amen. Kwa hata mafuta haya yaliyo kwenye Biblia, kwa kuna makanisa mengine wanayatumia na kuna mahala pengine wanasema ni uchawi. Tutamuuliza Yesu mwenyewe kama hajawahi kutumia mafuta, yaani Agano la Kale na Agano Jipya. Hasa mafuta ya upako ni nini? Au mafuta ya nguvu za Mungu. Nilishasema upako sio neno geni sana au kubwa sana. Upako maana yake ni nguvu za Mungu. Tunaposema upako tunamaanisha nguvu za Mungu. Tunaposema mafuta ya upako tunamaanisha mafuta yaliyo na nguvu za nani? Za Mungu. Mafuta ya upako ni mafuta yaliyoombewa, yakawekwa wakifu ili yatumike kwa ajili ya ibada, kwa matumizi mbalimbali sawa na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Mafuta ya upako au mafuta yenye nguvu za Mungu ni mafuta yaliyoombewa, yakawekwa wakifu ili yatumike kwa ajili ya ibada, kwa matumizi mbalimbali sawa na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Neno letu la msingi ambalo tumesimama nalo toka kwenye maji ni Zaburi 119 mstari ule wa 91. Zaburi 119 mstari ule wa 91. Niombe mnisomee. Zaburi 119 mstari wa 91. Hilo neno la msingi ambalo tunatembea nalo, maana limebeba vitu vyote. Ndio. Yes, nasema kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo. Maana vitu vyote ni watumishi wako. Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo. Kwa maana vitu vyote ni watumishi wa nani? Wako. Maana yake wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kiti ni mtumishi wa nani? Wa Mungu.
mpaka wanyama. Samsoni alitumia mbweha akawafungia moto nyuma, wakaingia kwenye mashamba ya waadui wale Wafilisti. Wale mbweha wakateketeza yale mashamba. Maana yake hata wanyama ni watumishi wa nani? Anasema vitu vyote. Anaposema vitu vyote, mwanadamu yumo, kiumbe hai, si wanyama, ndege na vitu vyote kama mafuta, maji na kadhalika. Amen. Sasa huyu Mungu anayeliangalia neno lake apate kulitimiza. Yeremia 1:12. Hebu nisome tu na hiyo, ingawa hapa haipo, maana analiangalia neno lake apate kulitimiza. Natamani kufundisha, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Sitoki nje ya Biblia. Kama kweli unayenisikiliza na unayenifuatilia umeokoka na unaongozwa na neno la Mungu, huwezi ukapingana na nabii Yeremia, huwezi ukapingana na kitabu cha Zaburi. Anasemaje Yeremia 1:12? Anasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, maana ninaliangalia neno langu lifanyaje? Ili nilitimize. Sasa neno gani apate kulitimiza? La Zaburi. Anasema vitu vyote ni watumishi wangu, tena vyasimama imara hata leo. Yes. Vitu vyote ni watumishi wangu. Sasa yeye anayesema analiangalia neno lake apate kulitimiza, ni neno lipi ambalo limetoka kwenye kinywa chake, ambalo ndo hili anasema vitu vyote ni watumishi wake? Amen. Amen. Tutamuuliza Mungu huko mbele ya safari. Lengo ni kwamba usije ukachukuliwa na upepo. Shida ulionayo, kuna shida zingine kwako zitaondoka baada ya kuelewa matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Amen. Amen. Hebu nisomee Kutoka 30:25 hadi 27. Tumuulize Musa, je, aliyatumia mafuta? Na Musa alikuwa anaongea na Mungu. Alikuwa anaongozwa na Mungu. Kati ya watu ambao walikuwa marafiki na Mungu, watu wa karibu na Mungu, walisikia sauti ya Mungu live, ni Musa. Je, Musa kama alitumia mafuta, itakuwaje leo sisi mafuta ya Roho Mtakatifu tunayakataa na mafuta kimiminika, mafuta ya mzeituni? Je, Biblia imetaja neno mzeituni au haijataja? Anasemaje? Kutoka 30:25 hadi 27. Anasema nawe utafanya mafuta ya kutiwa. Sikiliza, ya kutiwa matakatifu. Naona mafuta matakatifu, maana yake yameombewa, yamewekwa wakifu. Leo ikitokea mtumishi anasema ana mafuta matakatifu, watu wataanza, huyu naye katokea wapi? Mafuta matakatifu ndo yako wapi? Kumbuka Yeremia analiangalia neno lake apate kufanyaje? Na neno lake linasema kuna mafuta matakatifu. Amen. Amen. Na nielewa vizuri? Anasemaje? Nitarudia. Nawe utafanya mafuta ya kutiwa. Matakatifu. Malihamu iliyochanganywa. Manukato yaliyochanganywa. Kwa kazi ya ustadi. Ya mtengenezaji. Manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu. Ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania. Angalia, nawe utaipaka hema ya nini? Ya kukutania. Naomba usikilize vizuri. Musa anaambiwa atafanya mafuta matakatifu, nayo kazi yake ataipaka hema ya kufanyaje? Hema ya kukutania ni kama nyumba hii ambamo watu wa zamani walifanyia ibada, ni kama kanisa kwa leo. Amen. Na hayo mafuta yalipakwa kwenye hema ya nini? Yaliitwa mafuta matakatifu. Matakatifu. Si unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri mwana wa Mungu? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo jifunze kujua matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Unayenitazama na kunifuatilia, kama umeokoka, huwezi ukapingana na hili neno. Shida ya watu, wanakataa mafundisho, wanakataa maandiko ya mafuta, maji,
kitambaa, leso, nguo, wanasema hayo ni agano la kale. Lakini leo tutamuuliza Mungu, na wanaposema ni agano la kale, kwani zaka ni agano gani? Zaka ni agano la kale, mbona kwa habari ya zaka wanahubiri? Basi kama wanakataa maandiko ya agano la kale, tuache kuhubiri habari za Yesu kuzaliwa alivyotabiriwa na Isaya. Tuseme ni uongo, maana ni agano la kale. Tuache kusoma Zaburi ya kupokezana, maana ni agano la kale. Amen. Nanielewa vizuri? Nanielewa vizuri? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Wana wa Mungu lazima tusimame kwenye neno la Bwana. Na Yesu anasema kwamba hakuja kutengua Torati, bali alikuja kuitimiliza nini? Torati. Na alipokelewa na manabii wale wale, na amezaliwa kutoka kwenye kizazi cha manabii na mitume. Tuache hiyo kwenye misingi ya agano la kale. Yesu alichokihubiri kipindi chake, alihubiri ishu ya agano la kale. Nataka unielewe vizuri. Kuna watu Mungu anahitaji kuwaponya, ila uponyaji wenu sio kwamba jina la Yesu linakataliwa. Hapana. Leo tutaona tena, nishawahi kuwafundisha kama Yesu mwenyewe alitembea na wanafunzi, na bado wanafunzi wakatumia mafuta, walifundishwa nani? Watu wanataka tutembee kwenye matakwa yao, yaani kila anachokiamini yeye anataka kuaminisha na wengine. Sikia, Mungu kila mtu amempa cha kwake. Kama huna mafunuo ya upako juu ya matumizi haya, Mungu hajakubariki kutumia hivyo. Usijaribu kukriticize, yaani kukosoa wale ambao hiyo neema wamepewa. Ni sawa na waimbaji. Mwingine amepewa kuimba kwa sauti ya ile haraka haraka, anaimba haraka haraka na waamsha watu, lakini mwingine anaimba tu taratibu na wingu linashuka. Hawezi akasema kwamba wa taratibu anayeimba vibaya anaimba kinyume cha mapenzi ya nani? Hapana. Kila mtu ana uimbaji wake, kila mtu ana namna yake na kila mwalimu wa kwaya ana mafunuo yake ya utungaji wa wimbo mpaka na muziki. Ndivyo ilivyo alivyokuwa anatumika Musa, si sawa na Daudi, si sawa na Isaya, si sawa na Yesu Kristo. Kuna Isaya hajaelezewa sana habari za mafuta, ila Musa ameelezea habari za mafuta, ila Samueli ameelezea habari za mafuta. Haleluya. Shida ya watu, wanataka kile ambacho yeye amepewa na Mungu, wengine walichopewa ni feki. Usitembee. Ukikutana mtu wa hivyo, jaribu kumtazama vizuri kwa macho mawili. Wewe, mimi nimepewa neema na Mungu ya kuombea chochote kilichoandikwa kwenye Biblia na mtu akapokea uponyaji, na nikaenda mbali, muda mwingine story vya kwangu na kuambia kanunue kama maji leta, na Mungu anajibu. Utaanzaje kunihukumu kwamba anafanya uchawi wakati na maji ni ya kwako? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Umeshamaliza 27? Soma 27. Anasema na hiyo meza na vyombo vyake vyote vile vinapakwa mafuta. Unaona, hema ipakwe mafuta, na meza ya madhabahu na vyombo vyake vyote vilipakwa nini? Mafuta. Na kinara cha taa na vyombo vyake. Kinara cha taa leo ndo makanisani wanatumia mishumaa. Mishumaa wanatumia makanisani, hawasemi kwamba ni uchawi. Tena mbaya zaidi, hakuna neno mshumaa kwenye Biblia, ila wanachoma mishumaa. Amen. Lipi sasa la kusema uchawi? Yule anayetumia maji na yameandikwa moja kwa moja maji, yameandikwa moja kwa moja mafuta au leso. Lakini huyu anatumia mshumaa na kwenye Biblia hakuna neno nini? Sinaongea na watu. Naongea na watu sasa. Unaona sasa watu walivyo na hila tu za kiutumishi. Yaani anachokiamini yeye anataka tukiamini wote. Hatuko hivyo. Na wewe muulize, na wewe nionyeshe neno mshumaa lipo kwenye Biblia. Alafu anakupinga wakati wewe unajua kwamba hapa ndo nitaponea. Hebu soma 29 hadi 32. Anasema
na madhabahu ya kuteketezwa sadaka pamoja na vyombo vyake vyote na bilika na bilika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile vitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi. Utawatia mafuta nani? Haruni na wanawe. Huyo ni Musa anaambiwa katika Agano la Kale zamani, hata ile kutumika mpaka utiwe nini? Mafuta. Tena Haruni na wanae ili wanitumikie. Sinaeleweka vizuri? Amen. Ili wafanyaje? Utawatia mafuta Haruni na wanae ili wanitumikie. Tayari. Ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Ili wanitumikie katika kazi ya nini? Ya ukuhani. Ya ukuhani. Kwa hiyo huyu Mungu analiangalia neno lake kama tu zamani, ili mtu atumike ilihitaji atiwe mafuta. Kuna watu ili mpone lazima mafuta yapite mwilini mwenu. Amen. Ya kununua wewe mimi sijui, ila imani yako moyoni mwako unawiwa kufanyaje? Amina. Unaposikia kwamba hatukatai, wapo watumishi feki wanaochanganya mambo ya uganga, ila kwenye feki na original ipo. Mbona wanasema tu watumishi feki wanaotumia maji, kadhalika na wachungaji wasiotumia maji feki wapo. Amen. Na wainjilisti wasiotumia maji feki wapo. Amen. Eti ufeki wa watumishi wa maji, mafuta na nini, ufeki wao kisa wanatumia maji na mafuta. Anayetumia mshumaa yeye sio feki. Kwani utumishi feki unapimwaje? Kwa matendo. Mtawajuaje? Mtawajua kwa matendo yao. Huyo ndo mtumishi feki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka nikuonyeshe matumizi sasa ya maji ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Mafuta ya upako au yaliyoombewa yanatumika katika huduma ya kuponya magonjwa. Yanatumika katika huduma ya kuponya magonjwa. Nimekutanguliza kukufundisha ili kufikia Jumapili tuwe tumeenda mbali kidogo, tuwe na maombi tena. Amen. Kama ukupona kwenye maombi ya maji, hapa hautatoboa, lazima utanaswa. Marko 6 mstari wa 7 hadi wa 10. Sasa huyu ni Yesu. Tumesoma Agano la Kale habari za Musa. Tunamuuliza na Yesu, yeye Musa hajatumia yale mafuta kuwaingiza watumishi wa Mungu kazini. Amen. Marko 6 mstari wa 7 hadi wa 13. Tumemuona Musa alipaka mpaka hema na vyombo vya madhabahuni na kuwaingiza watumishi wa Mungu ili wamtumikie Mungu. Tumuulize na yeye Yesu alipokuja duniani, na Yesu alikuwa anahubiri kutumia Agano la Kale. Aliposhuka kuwa na Biblia, Agano Jipya limezaliwa baada ya Yesu kupaa. Tunapoongelea Agano Jipya, tunaongelea hasa habari za mitume, wale wanafunzi wa Yesu 12. Amen. Injili 4 za Yesu zote, Mathayo, Marko, Yohana na Luka, Yesu amehubiri yale yote kwa kunukuu kutoka Agano la Kale. Amen. Amen. Anasemaje? Tumuulize Yesu anasemaje? Haya mafuta kimsingi hapa yeye aliyaonaje? Na kama matumizi ya mafuta ingekuwa dhambi, Yesu angekemea wanafunzi wake walipofanya, na kama hakuwakemea, maana yake aliwafundisha. Nasema hivi, ukimkuta mtoto anaiba kwa jirani na usimkemee, maana yake tabia ya kuiba umemfundisha wewe. Ndio maana hujamkemea. Anasemaje? Marko 6:7 hadi 13. Anasema akawaita wale senashara. Tunapoongelea senashara tunaongelea wanafunzi 12 wa Yesu. Akaanza kuwatuma wangapi? Wawili. Huyo ni Yesu. Akawatuma wangapi? Wawili. Alipowatuma nini kiliendelea?
akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Na sisi hapa tumepewa amri, mapepo yanakimbia. Lakini baada ya kupewa hiyo amri kinaendelea nini? Akawakataza wasichukue kitu cha njiani, isipokuwa fimbo tu. Endelea. Wala mkate wala mkoba. Habari ya fimbo tutajifunza siku nyingine. Sikia, akawakataza wasichukue chochote ila nini? Fimbo tu. Jaribu leo ufundisha habari ya fimbo. Kwa nini aliwaambia wachukue fimbo tu? Endelea kusoma. Hiyo ni kesi nyingine. Wala mkate wala mkoba wa pesa. Lakini wajifungie viatu. Akasema msivae kanzu mbili. Akawaambia mahali popote. Sikiliza tu, nimeamua tusome yote ile mistari ili upate picha. Popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo. Hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha wala kuwasikia, ndio mtokapo huko, na kung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu, ndio kuwa ushuhuda kwao. Ndio wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Alafu mstari wa 13 anasemaje? Wakatoa pepo wengi. Wakahubiri watu watubu, sivyo? Wakatoa nini? Pepo wengi. Maana walipewa amri. Kipindi wanagawiwa makundi wangapi? Wakapewa amri ya kutoa nini? Mwambie jirani yako hata kusinzia, ikikupita yume kula hasara. Soma wa 13. Wakapaka mafuta watu wengi. Rudia wa 13. Anasema wakatoa pepo wengi. Sikiliza. Wakawapaka mafuta watu wengi. Wakawapaka mafuta watu wengi. Wanafunzi wa nani hawa? Wa Yesu. Wanafunzi wa nani hawa? Wa Yesu. Waliwamwagia mafuta, waliamwaga chini au waliwapaka? Waliwapaka mafuta. Yesu anasema tujifunze kwake. Si maana anasema hivyo? Tujifunze kwake. Ndicho hata ukisema Mathayo 11, njoni kwangu mjifunze kwangu. Ninyi hamwezi kufanya jambo lolote msipokaa ndani yangu mkajifunza kwangu. Yohana anasema hivyo. Yesu, tujifunze nini kwako? Maana hata mitume uliokaa nao, maana yake kama walipaka mafuta, walijifunza kwako. Amina. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Sasa wengine wanasema Yesu ndiye kielelezo, Yesu ndiye njia, Yesu hakupaka mafuta. Hawa wanafunzi aliokaa nao walijifunza wapi? Mimi leo nina vijana hapa, kuna mambo wakiyafanya kule au wakiyasema kwamba mimi nimeyafanya, lazima watu waamini, maana natembea nao. Sisi tutaachaje kuamini? Tena kule jua anasema yeye ndo aliwatuma. Wangapi? Na ule mstari wa 13, wakawahubiri watu, wakatoa pepo na kuwapaka nini? Mafuta. Baada ya kuwapaka mafuta, narudia 13. Wakatoa pepo wengi. Wakawapaka mafuta. Watu wengi, yani sio wachache wala mmoja. Watu wengi wakawapaka mafuta. Waliokuwa wagonjwa. Waliokuwa nini? Wagonjwa. Wakapakwa nini? Mafuta. Nikuulize swali, kwa nini wasingeishia kuwaombea tu? Si wametembea na Yesu? Si jina la Yesu linatosha? Sio kwamba nalikataa jina la Yesu. Kila jina la Yesu maana yake hata yale mafuta yaombewe katika jina la nani? Sasa watu wanatafasiri tofauti. Ukitumia mafuta, jina la Yesu halijahusika. Umeyaombea kwa jina la nani? Halijatajwa. Limetajwa, limehusika. Maana yake yale mafuta yamebeba nguvu za Mungu zilizo ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu aliyekuweka kwenye hiyo nafasi. Haleluya. Hao wagonjwa walipopakwa mafuta ikaweje? Wakawapoza. Kwa Kiingereza ametumia neno hili. Maana yake wakaponywa. Maana yake wakaponywa. Wameombewa, pepo wakatoka. Waliokuwa na mapepo yakakimbia, ila walikuweko na wagonjwa. Walipowaombea, magonjwa yao yakazubaa tu, ila walipopakwa mafuta wakaponywa na yale magonjwa. Na wewe ukaponywa na hayo magonjwa kwa jina la Yesu.
kufuatilia, neema ya Bwana ikufunukie sasa, ujue matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Na siku ya Jumapili tutakapoomba online, utufuatilie. Mafuta yako yakibarikiwa, hakuna ugonjwa utakaokaa juu ya watoto wako na kwenye mwili wako, kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaiona sasa hiyo? Shida ya watu wanatafasiri Biblia kwa matakwa yao binafsi na kutaka waaminiwe wao kwamba ndo wako karibu sana na Mungu. Kila mtu ameitwa kivyake. Usitake mimi kumkamata Mkatoliki nimwambie mshumaa ni dhambi, eti nataka waniamini mimi. No, wewe utawaongoza watu wote wewe? Utapewa neno la kuwatosha dunia yote wewe? Ndio maana Mungu akatoa wengine mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wainjilisti. Mwinjilisti hawezi akawa na chakula kama cha mchungaji. Nabii hawezi akawa na mafundisho kama ya mwalimu. Kuna namna yake walichopewa, na ndio maana hata Yesu aliwatuma wawili. Maana yake aliwapa cha tofauti kila kundi. Na sisi tuko hapa tumepewa mafunuo tofauti na wale wanaosema ni uchawi, ila kwetu sio uchawi. Wanaopotea msalaba kwao ni upuuzi, ila sisi kwetu ni nguvu ya Yesu. Haleluya! Acha waseme uganga, acha waseme mnapumbazwa, ila maadamu tunajua unachokitumia kinaondoa kwa jina la Yesu, na muda mwingine unakileta wewe mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiyapata maarifa, Hosea anampenda sana, hautaangamia. Amina. Wanaangamia watu hawakosa nini? Maarifa. Wakiwa na maarifa kama haya, utakataa wewe kuombewa mafuta? Hapana. Eti watu wamegeuza, imekuwa kama Mungu mtu. Mimi sikufundishi kuyaabudu mafuta. Wanachochanganya ni matumizi ya mafuta na kuyaabudu mafuta. Hatutumii mafuta kuyaabudu. Amen. Tunayatumia mafuta kama kisaidizi fulani cha imani kwenye maisha yetu. Kuna mahala, kwa mfano, tulipoombea mishumaa hapa, wengine mkakuta nyoka hawaendi, wameganda, wengine mpaka wakafa. Mungu asingeshusha huo ufunuo, mimi ningefika saa ngapi kwenye nyumba zenu na hao nyoka wafe? Sio, unanielewa sasa? Alafu mtu anatoka tukukuri nani kwenye ugali, mishumaa wapi, ujinga, uchawi. Sasa nikuulize wewe unayekataa matumizi kama hayo, amen? Wewe tuliombea hapa watu mkavuta nyoka nyumbani dakika 5, wengine mkawaua, umemkuta kwenye mshumaa. Nikuulize swali, mchungaji moto wakati alikuwepo pale? Ndio tunarudi kule, vitu vyote ni watumishi wa nani? Mshumaa, mafuta sio Mungu, ila ni mtumishi wa Bwana. Ni mtumishi wa Bwana. Kuanzia lini mtumishi wa Bwana anaabudiwa? Hivi naongea na watu. Shida ya watu wamekosa maneno ya kuambia watu. Wanatembea na vimafuta shu, wanatembea na maji shu. Hatutembei na maji wala na mafuta, tunayatumia kwa muda ambao Mungu ameamua tutumie, na matokeo yanadhihirika. Na tukienda navyo, sisi tunaamini kwamba nimechukua mtumishi wa Mungu mbadala ya kuhani wa madhabahu. Amen. Na ndio maana upako ule wa mchungaji, kwa kuwa hajafika, anafika kupitia mafuta, maana ameyaombea. Sikia nikwambie, kuyaombea mafuta ili yawe yakalete matokeo, au mshumaa yaani ule mshumaa ili ulete matokeo au mafuta, inategemea na nguvu za Mungu zilizo ndani ya muombaji. Jinsi mimi nafasi yangu ilivyo rohoni, amen, matokeo ya nguvu za Mungu zilizo ndani yangu rohoni, nikiombea au leso hii ukibeba wewe, inaleta matokeo yale sawa na nikikuombea live. Kwani majumbani kwenu sasa nilikuja, sisi kuja, mbona walikufa wale nyoka kama niko nao? Yule tuliyemuombea hapa aliyeshika badi la mtumishi, baba yake tukamuombea na kwa asili, leo anaenda shambani, wakati nilikuwa alikuwa hawezi kuamka kitandani. Nilifika nyumbani.
Kumbe vitu vyote ni watumishi wa nani? Hata simu, hata ile simu ni mtumishi wa nani? Hata vazi ni mtumishi wa nani? Si naongea na watu? Si naongea na watu? Naongea na watu. Nacho kwa nini na kazi haya maarifa? Ili imani yako inyanyuke. Usimtegemee mwanadamu, bali utegemee maarifa ambayo neno la Bwana. Utegemee maarifa ambayo neno la nani? Acheni kufuata mkumbo. Ukanga, uchawi, mambo mengi. Wewe ndo una shida. Fundishwa kwanza. Ndio maana nawaambia watu wanaokimbilia miujiza tu hawafundishwi. Hata kama mafuta ukiyachukua hayatakuletea matokeo. Kwa nini? Huna uelewa juu ya yale mafuta. Ili kwa mfano wewe sasa hivi ukitumia mafuta na kwa maarifa haya niliyokupa, si imani tayari iko juu na utaomba sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tumemwona Yesu mwenyewe anathibitisha mafuta. Sasa wafundisha wanafunzi wake. Sio mimi, ila Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Amen. 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 Haleluya. Amen. Tuwaulize tena habari ya Agano Jipya. Yakobo 5:14. Maandiko ni kama yale, lakini kila siku yana ufunuo mwingine. Na Jumapili hapa kutakuwa na mshike tena. Amen. Mimi ninachoamini kama kuna mgonjwa hapa, Jumapili atapolewa. Amen. Mafuta ya Roho Mtakatifu yatatumika na mafuta ya life yatatumika. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unayenitazama ubarikiwe na Bwana. Kuna mchungaji hapa anatufuatilia. Mungu akubariki sana mchungaji. Mahali popote pale ulipo, Mungu akubariki. Namuona mtu kutoka Kagongwa huyu. Mungu akubariki sana, na wengine ambao mnazidi kutufuatilia. Yakobo 5:14 anasemaje? Yakobo 5:14 anasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Sikia, na watu wanajitetea sana. Hilo ni Agano la Kale. Hilo ni Agano la Kale. Tunasoma maandiko ya Agano Jipya. Na wewe kama una andiko la Agano Jipya linalopinga mafuta, mwambie akupa naye kuzuia. Unajua mahakamani bwana hawapingani tu kwa ujuaji. Nukuu sheria namba fulani mwaka fulani inasema hivi, na yeye atapinga hivyo kwa marekebisho ya sheria mwaka fulani, kipengele fulani kinasema hiyo ndo dawa. Anasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Kwa Kiingereza anasema anaumwa. Ametumia neno sick. Sick ni kuumwa, ni mgonjwa. Na waite wazee wa kanisa. Na waite wazee wa kanisa. Nao wamuombee. Sasa sikia nikwambie, wengi tunaposema wazee wa kanisa, wanazani tu wazee wa kawaida hao wa kanisa. Mzee wa kanisa anayesemwa hapa, tuache kukufariji, sio mzee wa kanisa wa ukalia kiti. Ni mtu aliye mzee kwenye mambo ya kiroho. Ameyakulia mambo ya nini? Anawezekana kama mwana fellowship kawaida kama wewe, ila una uzoefu na mambo ya nini? Sasa utakaposema mzee wa kanisa tu awaite wakati mchawi, anaweza akamkemea shetani mwenzake hato. Na waite wazee wa kanisa. Hasa watu wengine wakisikia wazee wa kanisa vichwa vinapua. Kumbe wazee wa kanisa tumepewa mamlaka, wanakufarijiki, sio sehemu yako. Mzee wa kanisa anayeongelewa hapa ni wale wazee walio na uelewa wa mambo ya rohoni. Na ndio maana mzee aliyekuwa rohoni, na rohoni kuwa mzee sio umri, kwamba una mtu kuitwa mzee rohoni ni ile daraja lako la rohoni. Amen. Unaweza kushangaa mimi hapa ni mzee rohoni kuliko mama Wendi, kuliko mama yake na mama yangu pale. Amen. Na ndio ni mzee, ila kimwili wao ni wazee, ila mimi rohoni kwao naweza onekana mzee. Yaani rohoni hatuzeeki kwa miaka, kwa kiwango cha kiroho. Hebu gonga tano majirani yako, mwambie uzeeke rohoni kuanzia leo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Awaite wazee wa mambo ya kiroho, wazoefu wa mambo ya yani, tena sio uzoefu, wale waliokulia wokovu sawa sawa. Amina.
Unanielewa vizuri? Hebu soma. Narudia. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Na waite wazee wa kanisa. Nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kumpaka mafuta kwa jina la nani? La Bwana. Umeielewa ile pointi sasa? Tunakupaka mafuta kwa jina la nani? La Bwana. Wanaosema jina la Yesu ndo linatosha, hata kwa mafuta tunahitaji jina la nani? La Bwana. Yaani mafuta yanaambatana na jina la nani? Wampake mafuta kwa jina la nani? Wayaombee mafuta kwa jina la nani? Wampake mafuta kwa jina la nani? Hiyo neema inakuja kwako kwa jina la Yesu. Tunakupaka mafuta kwa jina la Yesu. Nasema hivi, tutakupaka mafuta kwa jina la Yesu na magonjwa yataondoka, na wale wanaosema uganga, uchawi watabaki kwenye matatizo yao, ila wewe utasonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Wampake mafuta kwa jina la Bwana. Hatukupaki mafuta kwa jina la mchungaji, hatukupaki mafuta kwa jina awaye yote. Jina la Yesu halikwepeki. Wanatafasiri tofauti. Wanaposema kwamba sasa hivi ni Yesu, ni jina lake tu, maana yake ni kwamba kila unachokiombea usipolitaja jina la Yesu halijakamilika, na hakiwezi kuleta matokeo. Na ndio maana akasema vitu vyote ni watumishi wake, kwa sababu vitaombewa, jina langu lazima litajwe. Na hapa jina la Yesu linatajwa, na jina la Yesu ndo namba moja kwenye mafuta, maji, kitambaa, kwenye maombi. Jina la Yesu ni namba moja. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Naongea na watu. Unayenifuatilia nisikilize. Wanaokuambia kwamba jina la Yesu tosha, kwa jina langu mtatoa pepo. Amen. Hatujakataa. Na kwa jina lako Yesu tutayaweka wakifu mafuta yawe matakatifu. Mbona sipo? Kwa jina la Yesu tutatoa nini? Na kwa jina la Yesu tutaombea kiti kiponye mtu. Ni yale yale, ni yale yale. Hivi nina watu hapa, nina watu hapa, nina watu hapa. Shida ya watu ni tafasiri, ni jinsi wanavyoyatafasiri maandiko. Yesu amesema kwa jina lake tutatoa pepo. Niambie, kwenye ugali tunatumia jina gani kuombe? Kwa sababu unaposema kwa jina la Yesu pepo kwa mtu itatoka, huyu ni mtu, hiki ni kiti, na yeye amesema vitu vyote ni uumbaji wake na ni watumishi wake. Unapomuombea huyu ni mhitaji, unapoombea kitu umelenga kitumike, lazima jina la Yesu litajwe. Amen. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda, na tutamfuata na kwa jina lake pia. Haleluya, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Lazima tongo za kiroho tutoke. Mtu tuasiduke kutoka kwenye ugali eti kila anachokiamini yetu kiamini na sisi. Leo Mungu amekupa kodi ngumu sana. Yaani hii ni siri ambayo wengi hawaijui. Wanaamini jina la Yesu linatumia kutoa pepo tu. Amen. 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 Kazi nyingine ya matumizi ya mafuta kwa msingi wa kibiblia. Kwa msingi wa kibiblia. Nataka nikutafutie tu agano tu jipya. Amen. Acha nikupe pia hii. Acha nikupe hii. Amen. Kwamba matumizi mengine ya mafuta ya upako kwa msingi wa kibiblia ni kuweka wakifu eneo. Ni kuliweka wakifu eneo. Ni kuliweka wakifu eneo. Tuone kwenye kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 19. Kuliweka wakifu eneo. Nataka nikumegee hiyo. Amen. Tunataka chache. Mwanzo 28 mstari wa 18 hadi wa 19. Nisomee hiyo. Anasema, Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Akalitwaa lile jiwe. Akalitwaa lile jiwe. Alipokuwa anamkimbia ndugu yake Esau,
Alifika mahala akalala. Nimefupisha hii hapa, tunaifahamu aliloliweka chini ya kichwa chake. Aliloliweka chini ya kichwa chake. Akalisimamisha kama nguzo. Akalisimamisha kama nguzo. Na kumimina mafuta juu yake. Na kumimina mafuta juu yake. Na kumimina mafuta juu yake. Sio amelisimamisha kwenye ardhi. Amen. Alafu akamimina mafuta juu. Yakobo si ndio Israeli? Na maandiko yanasemaje? Atakayembariki Israeli amebarikiwa. Kumbariki Israeli ni kudharau maneno yake? Si unapombariki mtu umekubaliana na kila anachokiishi. Sasa angalia Yakobo, akalisimamisha jiwe, akamimina mafuta. Na mafuta alipokuwa na yamimina yanaenda mpaka chini. Amen. Maandiko yanasema kwamba lile eneo lilikuwa linaitwa Luzu kabla hajaliweka wakifu Yakobo. Alipomimina mafuta toka siku ile pakaitwa Betheli. Maana yake nyumba ya Mungu. Kilichofanya iitwe Betheli kwa maana ya nyumba ya Mungu ni yale mafuta lilibadilishwa matumizi. Amina. Nasema hivi, wewe ukibatizwa hata kwa jina lako lile lile uliozaliwa nalo, unajua shida ya watu wengine wanalisi majina ya Kikristo wanayakataa. Mama yako ni Debora, bibi yako ni Debora, na ukapewa jina la Debora lile lile. Mtu anaenda kubatizwa kama Rebeka. Sikia nikwambie, jina lile lile la Debora ukishawekwa kwenye maji hivi au kuwekewa maji ukamimiliwa, lile jina rohoni limebadilishwa. Ile miungu ya bibi yako kama alikuwa ni mtu wa waganga haitakufuata tena wewe. Inakuwa Debora ya mtu aliyeokoka. Debora iliyombeba Roho Mtakatifu. Ila kuna wengine anaamua kulibadilisha jina, yani haitwi tena Rebeka, anaitwa Debora. Amen. Sasa hapa Luzu palikuwa na matumizi mengine. Yeye alipomimina pale mafuta, lile eneo likawekwa wakifu, likaitwa nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Unanielewa vizuri? Na hapo Betheli, nyumba ya Mungu, ndipo alipokuja kuzaliwa Yesu, akaitwa Bethlehem. Amen. Kama uielewi hiyo. Amen. Hapo Betheli baadaye palikuja kuitwa Bethlehem, na ndiko Yesu alikozaliwa. Kwa nini? Paliwekwa wakifu kwa ajili ya mambo ya Mungu. Ndio maana pakaitwa Betheli, kwa maana ya nyumba ya nani? Na ndipo mahali alipokuja kuzaliwa nani? Yesu alizaliwa kwenye nyumba ya nini? Na wewe baada ya hapa utakapopata mafuta, kamimine kwenye eneo la biashara na useme hili eneo naliweka wakifu kwa ajili ya biashara ya ufalme wa Mungu. Naongea na watu. Akiita kupangana mtu ana mambo ya kiganga karibu na wewe, atakiona cha moto. Kwa nini? Umezungukwa na eneo lako limezungukwa na malaika wa Bwana. Maana tayari si eneo la biashara kawaida, ni eneo la biashara kiufalme wa Bwana. Yesu alipelekwaje akadaliwe pale? Aliongozwa mama yake. Kuna eneo limewekwa wakifu, lilimiminiwa mafuta, likaitwa nyumba ya Mungu. Na wewe huwezi kuzaliwa nje ya eneo la nyumba ya Mungu. Nenda pale. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi unanielewa? Hebu nataka nikupe hii hapa nzuri sana. Na itafuta hii ya kuondoa nila. Amen. Ya kuondoa nila. Ponya magonjwa tayari, sivyo? Weka wakifu eneo tayari. Amen. Yes. Mafuta ya upako yanavunja nila. Amen. Isaya 10:27. Isaya 10:27. Isaya 10:27. Isaya 10:27. Yes. Anasemaje? Anasema, tena
katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako. Na nila, soma vizuri. Itarudia. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako. Mzigo wake utaondoka begani mwake. Na nila yake shingoni mwako. Shingoni mwake. Nayo nila itaharibiwa. Nacho kifungo kitaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa sababu ya kutiwa nini? Mafuta. Kumbe kuna vitu vinaharibika kwa kutiwa nini? Mafuta. Yaliyoombewa kwa jina la nani? Kwa sababu kinachofanya kazi pale sio mafuta, ila ni nguvu za Yesu kupitia mtumishi wake zilizo ndani ya nini? Unanielewa sasa? Tunaposema kwamba ni watumishi wake vitu vyote, kwani mimi ndo natenda haya mambo? Natumiwa na Mungu aliye ndani kwa jina la nani? Na mafuta ni kama kibebeo cha nguvu za Mungu. Amen. Kinachorahisisha utendaji kazi. Kwa mfano, kuna watu wanachukua maji, Mwamposa anawaambia sijui Mwakasege sijui nani aelekeze tu mkono kwenye skrini. Mwakasege anasema washike tu redio na watu wanapokea uponyaji. Je, Mwakasege kafika pale? Mwamposa kafika pale? Ndio uelewe kwamba vitu vyote ni watumishi wa Bwana kwa kumrahisishia Mungu kuwafikia watu wake. Imeandikwa wapi? Washambani mwa Bwana mavuno ni mengi, ila watenda kazi ni wachache. Amen. Kama ni wachache, Mungu ameweka ubunifu wa kuwabusi hao wachache ili watu neema ya Bwana iwafikie hata kama hawajakutana watumishi. Na wewe ndugu zako walio mbali, lazima neema ya Bwana Jumapili wafikie kwa jina la Yesu. Haleluya. Sijui watu wanasoma Biblia gani? Amen. 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 Na usipotumia mafuta, maandiko yanasema wewe una dalili ya laana. Mika 7, nafungia hapo. Mika 6. Mika sura ya 6. Yoyote aliyezuiliwa kupakwa mafuta alikuwa amelaaniwa. Na wewe kama unazuiliwa kutumia mafuta, maana yake kuna laana inakushambulia. Ndio inamtumia huyo anayekuzuia. Kwani shetani Mungu anapokuja kukuponya anakuja yeye. Sasa mtumia mchungaji wako kama aliyesimama hapa. Na shetani aliyekuachilia laana akitaka usifunguliwe anakuinulia mtu mwenye mawazo potofu. Mika 6 mstari wa 13 hadi wa 15. Mika 6. Tunaenda kumalizia, unayetufuatilia usiondoke. Mika 16. Mika 6. Mika 6 mstari wa 13 hadi wa 15. Anasema, sikia, basi kwa ajili ya hayo mimi nami nimekupiga kwa pigo liumizalo. Sikia sasa, nimekupiga kwa pigo liumizalo. Huyu aliyepigwa si ni adhabu hii? Anaongea na watu. Amen. Ni nini hii? Adhabu. Kwa sababu hiyo nimekupiga kwa pigo. Anaposema kwa sababu hiyo nimekupiga kwa pigo, kuna makosa aliyoyafanya. Aidha ni dhambi za ukoo, aidha ni dhambi zake. Mungu anamwachilia pigo kama adhabu. Nimekufanya kuwa ukiwa. Hii si laana hii. Kwa sababu ya dhambi zako. Kwa sababu ya dhambi zako. Utakula lakini hutashiba. Hutafanyaje? Hutashiba. Mungu anaposema kwamba utapanda lakini hutakula, si laana hiyo? Amen. Utakula lakini hiyo ni nini? Laana. Na fedheha yako itakuwa kati yako. Na fedheha yako itakuwa kati yako. Sogeza mic. Nawe utahama lakini hutachukua kitu salama. Na hicho utakachokichukua nitakitoa kwa upanga. Unaona sasa? Na hicho utakachokichukua nitakitoa kwa upanga. Kimbia haraka. Anasemaje? Hadi 15. Anasema utapanda lakini utafanya utavuna. Utazikanyaga zeituni. Hapo utakanyaga zeituni. Na mafuta yanayotumika leo yanayoleta shida kwa watu ni mafuta ya nini? Utakanyaga nini? Zeituni. Lakini hutakipaka mafuta. Sikia, utakanyaga zeituni lakini utapaka mafuta.
yake. Kwa nini? Mungu amekupiga pigo. Kwa sababu hiyo nami nitakupiga pigo. Utakunywa lakini hutashiba, utapanda lakini hautavuna, na utalima zeituni, utazipiga zile zeituni vizuri, ila mafuta yake hutaji, kwa sababu umela. Hebu gonga kama na jirani yako. Unanielewa vizuri? Kwa mtu anayekataa mafuta ya zeituni ya Roho Mtakatifu, yule haina haja ya kuuliza amelaniwa na nani. Ukimwona tu analeta ubishi, jua anasumbuka na roho ya laana. Rudia kusoma, sio mimi, ni maandiko. Na yeye analiangalia neno lake. Soma 15. Hebu soma vizuri Msabu 15. Anzia tu 13 kabisa. Anasema, maana tunaenda kufunga ukurasa. Anasema, basi kwa ajili ya hayo mimi nami nimekupiga kwa pigo Mungu nimekupiga kwa pigo liumizalo sana. Pigo gani liumizalo sana? Sikia, pigo gani liumizalo sana? Soma 15. Utapanda lakini hutavuna. Hiyo ni pigo la ngapi? Kwa hapa tu pigo la ngapi? La pili. Soma msomaji. Utazikanyaga zeituni lakini hutapaka mafuta. Hutapaka mafuta yake, sivyo? Maana yake kwake alikuwa anapewa kama adhabu. Kumbe mafuta kuyapaka ilikuwa baraka. Kitendo cha kuzuiliwa inakuwa adhabu kwao. Amen. Kwetu haitakuwa adhabu, lazima iwe baraka. Lazima tuyapake mafuta, maana wasiopaka mafuta wanatembea kwenye adhabu. Hivi naongea na watu. Kuacheni kufuata mikumbo ya watu kwenye misimamo yao na mitazamo yao. Huyu anapewa kama adhabu ya kuacha kupaka nini? Kumbe unapopaka mafuta ni baraka, unapozuiliwa ni adhabu. Na kule juu anasema kwamba amemzuia kwa sababu ya dhambi zake. Na adhabu ametaja, hatavunywa, atalima, hatavuna, na akijifanya kuhama atahama kwa matatizo, na kila anachohama nacho anakoenda Mungu atamsambaratisha. Na anamzuia kutumia mafuta ya zeituni. Kwa nini anamzuia? Ili asipate baraka, ili nila isiondoke. Ila sisi lazima baraka zije, lazima na nila ziondoke, lazima na vifungo vivunjike. Hakuna wa kuzuia, maana Bwana ameagiza neno lake, na hilo neno likaishi kwako kwa jina la Yesu. Hata wewe unayetufuatilia, hilo neno likaishi kwako